Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Jumatatu, juma la pili la Pasaka. Ndugu wapendwa, katika kipindi cha Pasaka tunaendelea kujifunza maana ya ufufuko katika maisha yetu. Leo katika Injili tutaona mazungumzo kati ya Yesu na Nikodemo, mazungumzo ya muhimu sana kwa wokovu wetu. Yesu anamwambia Nikodemo wazi kabisa kwamba mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Hapa hakuna njia ya mkato, lazima mtu azaliwe mara ya pili, mtu azaliwe upya. Hii ndiyo habari kuu ya leo. Maisha ya zamani ya dhambi hayawezi kuendelea kama kawaida, lazima tuyaache, tuzaliwe mara ya pili. Kuzaliwa upya maana yake ni nini? Wapendwa, kuzaliwa upya ni kubadilisha maisha kabisa. Kuacha uongo na kuanza kusema ukweli. Kuacha dhuluma na kuanza kutenda haki. Kuacha tamaa mbaya na kuanza kuishi kwa nidhamu, kujinyima. Kuacha ubinafsi na kuanza kuwajali wengine. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya siku ya Jumanne, juma la pili la Pasaka. Masomo ya leo yanatualika kutafakari juu ya maisha mapya yanayotokana na Roho Mtakatifu, maisha yanayoitwa kuzaliwa upya. Si mabadiliko ya nje, bali ni mabadiliko ya ndani yanayomfanya mtu kuishi kwa namna mpya kabisa mbele za Mungu na mbele za watu. Masomo haya tunaona ni mwendelezo, na leo tunahamasishwa tena kuzaliwa upya. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaona picha ya kanisa la mwanzo lililojaa upendo, umoja na ukweli. Waumini hawa walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Hakuna aliyedai mali kuwa yake binafsi, bali waligawana kila kitu kwa upendo. Hii ni ishara ya maisha ya mtu aliyezaliwa upya, ambaye hana ubinafsi bali ana moyo wa kushirikiana na wengine. Barnaba anatajwa kama mfano mzuri wa ukarimu na moyo wa faraja, akiuza shamba lake na kutoa kwa mitume. Hapa tunaona kwamba kuzaliwa upya huzaa matendo ya upendo, huruma na kujitoa kwa wengine bila masharti. Katika Injili ya leo iliyotoka katika kitabu cha Injili Yohana, tunaona Yesu anamuelezea Nikodemo juu ya hitaji la kuzaliwa mara ya pili. Nikodemo, ingawa ni mwalimu wa sheria, anakosa kuelewa maana ya kuzaliwa kiroho. Yesu anamfundisha kwamba kuzaliwa huku ni kwa Roho, kama upepo usioonekana lakini wenye nguvu na athari. Hii inamaanisha kwamba maisha ya Roho hayawezi kudhibitiwa na mantiki ya kibinadamu pekee. Yanahitaji imani na kujisalimisha kwa Mungu. Yesu pia anataja tukio la Musa kumwinua nyoka jangwani, akionyesha kwamba kama watu walivyoponywa kwa kumtazama nyoka, vivyo hivyo wokovu unapatikana kwa kumtazama mwana wa Adamu atakayepandishwa msalabani, aliye msalabani. Hapa tunaona kwamba kuzaliwa upya kunahusiana moja kwa moja na imani katika Kristo msalabani, ambapo uzima wa milele unapatikana. Kwa ujumla, leo masomo haya yanatufundisha kwamba Mkristo wa kweli ni yule anayezaliwa upya kwa Roho Mtakatifu, anayeishi maisha ya umoja, pendo na kujitoa kama wale waumini wa mwanzo. Ni mtu anayemwamini Kristo kikamilifu na kuishi maisha yanayoonyesha uwepo wa Mungu ndani yake. Kuzaliwa upya sio tukio la mara moja tu, bali ni safari ya kila siku ambayo inawezeshwa kwa nguvu za Roho wa Mungu.
Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.